mtu anapomwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake, maandiko matakatifu yanasema kwamba anakuwa mtakatifu. Utakatifu manake amekuwa ametengwa kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na ndio maana huyo mtu baada tu ya kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake, sawa na maandiko Yohana 3:16, anapokea uzima wa milele ambao ni maisha ya uungu mtakatifu ndani yake, ambao yanaleta ufalme wa Mungu ndani ya yule mtu, yakiongozwa na Roho Mtakatifu. Huyo mtu tumesema anakuwa mtoto wa Mungu kwa kuzaliwa katika Roho. Huyu mtu pia anaketishwa pamoja na Kristo mbinguni. Huyu mtu pia tumeona anakuwa kuhani na anakuwa mfalme. Kwa hiyo unaona huyu mtu ni mtu ambaye ametengwa kwa ajili ya ufalme. Kwa hiyo tunapozungumza mtu aliyemwamini Yesu Kristo ni mtakatifu, sio kama vile ambavyo wewe unafikiria kuwa utakatifu hauji kwa ajili ya matendo yako. Utakatifu ni kipawa, ni tunda la Roho Mtakatifu ambaye unampokea baada ya kumwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wako. Kwa hiyo ili uweze kuwa mtakatifu, njia ya kwanza na pekee ni kumwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wako, ili uweze kupokea kipawa cha Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu sasa azalishe ile tunda la utakatifu, ili utengwe kwa ajili ya Bwana, kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo muamini hayuko kwa ajili ya mambo yake mwenyewe. Muamini yuko kwa ajili ya mambo ya ufalme, kwa sababu ametengwa kwa ajili ya mambo ya ufalme. Ndio maana amepewa nafasi ya kutumika kama kuhani na mfalme. Kwa hiyo utakatifu sio kudhibiti matendo yako, sio kufanya jitihada, kwa sababu utakatifu ni tunda. Utakatifu hauji kwa matendo. Utakatifu ni tunda ambalo linakuja tu pale ambapo utamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi, na ukakaa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Lile tunda linachipua na unakuwa umetengwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Hiyo ndio unaweza kuona thamani ya mtu ambaye amemwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake. Anakuwa ametengwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ninapozungumza ufalme wa Mungu, rafiki, ni kitu cha thamani kuliko kitu chochote hapa duniani. Nikupe mfano mmoja. Watu ambao walibeba ufalme wa Mungu, kina Yusufu walipoenda Misri, ndio watu ambao walitoka gerezani wakaingia kuwa mawaziri wakuu. Kina Danieli, unaona watu waliobeba ufalme wa Mungu ndani yao, unaweza kuona jinsi walivyokuwa na kitu cha thamani. Na watu wa zamani walikuwa wanawatambua watu kuwa, wanaona watu ni watu wenye hekima kwa sababu wamebeba roho yenye hekima, roho yenye maarifa, roho inayoleta amani katika dunia hii. Kwa hiyo mtu anapompokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wake, anakuwa mtakatifu, na maana yake amekuwa ametengwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Kwa ni kitu cha thamani sana ambacho Mungu anamheshimisha huyo mtu, na wewe mwenyewe unaweza kuona thamani sasa ya wokovu na thamani ya kurudi kwenye asili yako ile ambayo Mungu alikuumbia uweze kuishi pale kwa ajili ya maslahi mapana ya mafanikio yako na kwa ajili ya kutangaza ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kama wewe umempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wako, nikupa hongera sana kwa wewe umetengwa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na wewe kama bado haujampokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wako, nikushauri ni jambo jema sana, utajutia, kwa sababu ukumbuke yeye ndio amekuumba na anatamani uwe sehemu ya familia yake. Inawezekana ile hali ya udhambi ilikupotosha, ilikupiga upofu kutokuelewa asili yako, basi ile neno likufungue macho, urudi katika asili yako ili uweze kutengwa kwa ajili ya kazi ya ufalme, na wewe endelee kuishi kama mfalme na kuana hapa duniani, tukiendelea kuishi kama familia pamoja na Mungu wetu mbinguni. Mungu akubariki.